Wakati unajidai kuwa umeyaona yote, lakini bado yapo mengi ya siri hujawahi kuyasikia wala kuyaona. Kosa vyote ila huu mkasa usiukose, utakuwa umekosa uondo wenye virutubisho vya akili. Leo nakuletea maajabu ya kabila la kutisha sana, kabila ambalo kwao mtu akifa wanamchoma moto, kisha majivu yake wanachanganya na maji ya kunywa au chakula au mchuzi. Kabila hili lina mila na desturi vitakavyokuacha umeshangaa kama shanga za mishangazi, na utagundua kuwa hazishangazi. Kabila la Yanomami, watu wa msitu wanaoishi kwa damu, hofu na mizimu. Katikati ya msitu mnene wa Amazon, mahali ambapo jua halifiki ardhini na ukimya unakatizwa na sauti za viumbe wasiojulikana, kuna kabila linalowafanya hata wanajeshi wenye silaha kuogopa kulikaribia. Kabila la Yanomami. Yanomami hawaishi karibu na dunia ya kisasa, wanaishi ndani kabisa ya msitu, mbali na barabara, hospitali, sheria za serikali. Kwao msitu si mazingira, ni Mungu, ni mlinzi, ni kaburi. Nyumba zao ni duara kubwa lenye majani, lakini ndani yake watoto hukua wakiona damu, wanaume huandaliwa kwa vita, wanawake huishi katika hofu ya mashambulizi ya ghafla. Woga wa wageni, kila mgeni ni adui kwa Yanomami. Yaani mgeni ni tishio, na historia yao imejaa makabila simu, wawindaji wa dhahabu, watu waliokuja na magonjwa, watekaji wa ardhi. Ndio maana wanamshambulia mgeni bila kuuliza. Mishale yao imepakwa sumu ya nyoka au ya chura. Wa Amazon wenye sumu kali mara nyingi hushambulia kwa kimya kutoka kivulini. Kuna visa vya watu kutoweka kabisa, kupigwa mishale hadi kufa, miili yao kutopatikana tena. Msitu huwameza. Imani za giza na uchawi. Yanomami wanaamini kuwa magonjwa husababishwa na mizimu mibaya, kifo husababishwa na uchawi wa adui, roho ya mtu haifi, inarudi kulipiza kisasi. Wana waganga ambao wanaitwa Shams, wanatumia dawa kali za kulevya ya kohana. Baada ya kuvuta huingia katika hali ya nusu kuzimu, udai kuzungumza na pepo, huamuru nani afe nani aishi. Kwao uchawi ni silaha. Vita ya mauaji na ulipizaji wa kisasi. Yanomami wamejulikana kwa vita vya mara kwa mara kati ya vijiji, mashambulizi ya usiku, kuua wanawake wa kabila pinzani, kuteka wanawake. Utafiti umeonyesha kuwa kiwango cha vifo vya wanaume kwa vurugu ni vikubwa sana. Kwao kufa vitani ni heshima, na tendo la kutisha zaidi, wanakula pia maiti. Hili ndo jambo ambalo linawatisha watu wengi duniani. Baada ya mtu kufa, mwili huchomwa, mifupa husagwa, majivu huchanganywa na supu au ndizi. Familia hula majivu hayo. Wanaamini tukila miili yao, roho yao itaendelea kuishi ndani yetu. Kwa macho ya dunia ya nje, hili ni la kutisha. Kwao ni ibada takatifu. Serikali zinawaogopa. Brazil na Venezuela zimekataza raia kuwasogelea, hasa wainjilisti na wamisionari, kuwapelekea Kristo, maana zinajua kuwa kuwalazimisha kubadilika na kuwaacha mila zao, kinachofuata ni mauaji, sababu hawataki kuingizwa kwenye dunia ya kisasa. Magonjwa madogo madogo tu yanaweza kuwaua kwa maelfu, na wao hawatakubali kwa amani. Kwa kumaliza, Yanomami sio wabaya kwa sababu ya damu yao, lakini msitu umewafanya kuwa wakali. Historia imewafanya waogope kila mtu. Imani zao zimejengwa juu ya vita, roho na damu. Ukiingia eneo lao bila ruhusa hautoki. Hakuna simu, hakuna msaada, ni wewe na msitu ulioingia. Unaangamia huku, hakuna msaada ambao unaweza kukufikia. Bana, mimi naitwa Msanuaji au Mr. Habet, na hii ni Mega TV Online au MTO. Hakikisha umesubscribe na umegusa alama ya kengele ili unakuwa kwanza kabisa kuzipata video zetu ambazo tunazipandisha au tunaziweka hapa katika kituo chetu cha Mega TV Online. Lakini vile vile share, like, pia comment, unakuwa umetisha kinoma noma. Na mimi nikutakia siku njema na asante sana mtu wangu. Chao, na tuko pamoja sana.